Kuna vitu vingine kwenye maisha yako unavipitia vinahitaji masafa marefu ya maombi na kueleza ukweli. Kuna vitu vingine bila kufunga hauoni upenyo. Kuna vitu vingine bila kujikana kwenye kula hawezi kuona matokeo. Kuna vitu vingine bila kusema hivi sasa mimi na chakula basi, hautoona njia yoyote. Kuna vitu vingine ni kama vichuguu, mambo mengine tunapitia ni kama milima. Nguvu unaitumia kusukuma kichuguu ni tofauti na nguvu utakayotumia kusukuma milima. Yesu akasema kwa namna hii haitoki pasipo kufunga na kuomba. Kuna vitu vingine kwenye maisha yako wewe, labda watoto wako wanapitia, hiyo ni biashara, hiyo ni nini, pasipo kufunga na kuomba, kuongeza masafa marefu ya operation za ulimwengu wa roho, uwe na uhakika maisha yako hayatopiga hatua, hautaona mabadiliko yoyote. Kuna saa unatakiwa useme leo sintokula, yani bora leo tumbo langu lilale njaa. Lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna business naifanya na Mungu, kuna jambo nalifanya na Mungu. Leo sintokula kwenye hiyo ofisi, leo sili hapa nyumbani, leo sili. Kama mimi ni mama nyumbani, kupika nitapika vizuri, lakini mimi nimefunga. Kwa hiyo hata harufu ya chakula pale jikoni haina uwezo wa kunishawishi nifungue. Kama mimi ni baba, ni kweli mimi ni baba, lakini leo please wengine kuleni, ila mimi kuna kazi ninaona Mungu kwenye ulimwengu wa roho. Kuna wakati unasema mimi na chakula basi, leo tunaacha. Leo hapa hapana. Leo navua pete ya usingizi, navua pete ya chakula, ninavua pete ya kuangalia TV. Leo mimi na maombi na mimi. Leo ninaongeza gia, leo ninaongeza level. Nilikuwa sifungi, sasa kwa namna hii kwa leo nitafunga. Kuna vitu vingine vinakuja kwenye maisha yako haviondoki. Kwa sababu gani? Wewe unavipuuzia. Vitu ambavyo unavitatua leo haimaanishi vikija tena utavitatua kwa steli za jana. Hapana. Yesu anasema haitoki pasipo kufunga na kuomba. Manake nini? Mambo yako unayatatua. Ukitatua jambo, ukishinda vita fulani, haimaanishi vita inapokuja ingine kesho utaishinda kwa mkakati ule ule. Maombi ni yale yale, lakini mkakati ni tofauti, kwamba leo nitafunga na kuomba mpaka nione Mungu anafanya kitu kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Kuna wakati unahitaji nguvu ya ziada, kuna wakati unahitaji masafa marefu zaidi, kuna wakati unahitaji huko rohoni uende kwenye wingu lingine. Na ndio maana Esther akawaambia wakina Mordekai, nenda kawaambia Wayahudi wafunge na kuomba. Mtu asile siku 3, asinywe kwa muda wa siku 3. Esther haimaanishi kwamba alikuwa afanyaga ibada. Esther alikuwa anafanyaga ibada kama kawaida, lakini alijua kabisa kwa adui huyu, kwa mlima huu ambao unaitwa Haman, kwa mlima huu pasipo nguvu nyingine rohoni kuikusanya kwenye ulimwengu wa roho niletee matokeo, hapa sitoboe. Badala ya kumaliza na malizo mimi. Kwa kuna vitu vingine vinakuja kwenye maisha yako kukumaliza wewe umekaa unavichekea. Hapana, kuna wakati unafunga na kuomba.